already you're approved by God. Now that because you're a worshiper, you come here to worship, or you're a pastor, you're a bishop, you are an evangelist, does it qualify you to be a worker? Approved by God. Does coming to church approve you to become that good person, that good worker? Who is a worker? Mfanyikazi in the kingdom, katika huduma ya Mungu. Who is this worker? Ni nani ambaye ni mfanyikazi? Ambaye amekwisha dhibitishwa ama dhibitika na Mungu ya kwamba huyu ni mfanyikazi aliyedhibitika. Uimbaji wako unaweza kuwa umedhibitika. Kukuja kwako kanisani kunaweza kuwa kumedhibitika. Why do you come to church? Every Sunday, every day, maybe today you are here in church. Why did you come to church? Did you come to church because you came to hear the word of God, or you have a reason, another reason besides hearing the word of God? You just came to see the man of God. You did not come to church. You came to see the what? The man of God. Why are you here? Why do you work here? Why are you worshiping with us? Why are you in praise and worship team? Why are you the cleaner? Why are you the planner? What kind of a person are you? And why are you the reason? That's what we are going to look today. Tuangalie sababu yako ya kukuja. Kama sasa nyinyi muko hapa, ni nini ilikuleta? Ni shida ilikuleta ama ni Mungu alikuleta? Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuja hapa kwa sababu kuna kitu unataka udhibitishiwe ama ufanikishiwe ama usaidiwe na mtumishi ama mtu hapa kanisani, ama kukuja kwako kulikuja kwa nini? Is that the problem? Ni kwa sababu unaumwa na mgongo, ama ni kwa sababu kichwa inakuma, ama ulisikia kuna huduma ya Jumatano ya mafundisho ya kufundishwa kuhusu madhabahu ambayo ningetaka kukuwa mmoja wao katika kanisani, nikasikilize mafundisho yale, period, niondoke nichukue begi langu niende. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini uko hapa? Ni tatizo gani lilikuleta hapa? Na kama haungekuwa na tatizo hilo, ungekuja hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangazie tuone who this worker, huyu mfanyikazi mwenye amedhibitishwa na akadhibitika katika ulimwengu wa mbinguni. A worker approved by God. Let's look at 2 Timothy. Kitabu cha 2 Timothy chapter number 2 from verse number 14. 2 Timothy chapter number 2 verse 2 Timothy chapter number 2 verse 14. Then we shall be going through tukiangalia mpaka tuone who is this, because I want us to ask ourselves, am I qualified? Because sometimes these lanja za unaonanga na morning glories ambazo tunafundishana, ninakuanga test ya Mungu anataka kukuangalia. He want to give you a responsibility. He want to use you as a vessel. But are you qualified? Are you trained enough to be qualified to become that vessel? Are you ready to become the vessel that God wants to use? Ama you are here because of circumstantial situations that have caused you to be here. Do you love God? Remind them of these things and charge them before God. Remind them of these things. And immediately once you remind them, charge them before the Lord, not to strive about the words, to no profit, to the ruin of the hearers. To no profit, that are to the ruin of the hearers. Inataka mnashika Kisungu nyinyi yote ama tuweke Kiswahili? Mami, Kisungu kinakupeleka namna gani? Kidogo kidogo tuingie kwa Kiswahili. Tuendelee, asante. Ningetaka tuende pamoja sisi. Ati remind them of these things and charge them before God, not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. In the verse 15, inasema, do your best to present yourself to God as to one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of the truth. Hapo tunaangalia, tunaona inasema remind them, wakubushwe.
Mambo haya ndio yanasababisha mtu akaonekana ya kwamba amekubalika. Na mambo haya ambayo yamekubalika ni things and charge them before God, not to quarrel. Kwa hivyo mtu ambaye amekuwa approved, hana vita na hana ugomvi na watu. Ni mtu ambaye ni mnyenyekevu na ni mtu ambaye anapenda Mungu. Na anapenda kukaa jinsi Mungu alivyotaka tukae. Anapenda kukaa jinsi na mipango ya kiungu ndio aweze kufaulu. Katika kufaulu ni kukua your heart. Ni heart ambayo inajua kunyenyekea. Ni heart ambayo inajua kupenda. Sio mtu wa mahasira, sio mtu wa ugomvi, sio mtu wa kucomplain kila wakati. Maana kuna watu wanakuaga they are first class complainers. Unampatia story tu kidogo, lakini hiyo story ataifanya ikuwe paragrafu mzima, akuwe page mzima, ni story ya kucomplain. Ka statement kamoja ati alikuja akaputa mlango imefungwa, akasema mimi nilifika hapa ile wakati uliniambia, lakini nikakuta mlango imefungwa. Unajua wakati nikifika tu hapo nikakuta mlango imefungwa, nikarudi pale nyuma nikajaribu kukupigia simu, nikaona uchukui simu, nikakupigia tena ukusikia. Sasa mimi nikarudi mpaka pale chini nikakuta, hata nikakuangalia nikaona gari yako haiko tena, nikarudi nikakuta bado mlango imefungwa. Unajua nimekaa sana hapa na nimejaribu kukugoja hata masaa mingi nimetumia. Yaani unakuta story unamwambia basi I'm sorry nimechelewa, hakuna shida nimechelewa. Lakini unakuta atarudia haka story mpaka anataka kaingie kwa akili kabisa. Mnaenda mkiongea, unajua nilikuja hapa mapema. Hata hawa watu nisingechelewa sana hivi. Nilifika tu hapa nikakuta mlango. Namwambia, "Ndio, nakumbuka umeniambia mlango ilikuwa imefungwa. Sasa tuendelee hapo kwingine." Lakini hapo unajua ukisema masaa huwa tunasema masaa imefika mzuri. Kwa sababu sasa unaona sasa kuna watu wengi sasa walikuja, hata kuna mama mwingine niliona alikuwa ametembea hivi akateremka. Sasa namwambia I'm sorry, nimekubali hayo yote. Sasa tuendelee. Mnapiga story kidogo tena nakwambia. Wakati nilikuwa nimesimama pale wakati ulichelewa kufika. Sasa unashinda huyu mtu, ni kofi utapiga huyu mtu aondoke ama ni maneno utashinda tukirudilia kitu kimoja. Na watu wako unakuja naita mtu tu kwa sababu ya kakitu kadogo unaona amelipuka. Anakulipukia mpaka unashindwa wewe. Kaliki giadhi na mbele. Because these are quarrelsome people. Hii maneno nakuta you have to be composed. Na ndio Paulo anawaambia watu, mkuwe composed, muwe watulivu, ndio huyo mtu ndio ukuwe approved to be a worker, a good worker for the kingdom. Ukuwe mtu wa kunyenyekea. Si mtu wa vita, si mtu wa kucomplain. Mtu wa kucomplain, mimi nikisikia tu, hebu jaribu unote. Ukinipigia simu uanze tu complain kidogo na katanga hiyo simu. So you don't need to complain. I have picked, yes, I didn't pick. Sikuchukua wakati ule ulikuwa umenipigia. Kwa sababu nilikuwa nazungumza na watu wengine. And it's not a must I pick your phone. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not a must that you pick my call. Because you might be busy doing some other thing. You might be busy doing anything. But sasa ukikuja ati unajua nimekupigia mara 3 na huko chukua. Sasa nilikuwa hapa mpaka nilikuwa nimefikiria nikuandikia ka message. Sasa hata hii kama hungechukua mimi hata sijui ni namna gani, sijui kule kifanyika. Mnaongea kidogo sema. Unajua wakati huo nilikupigia simu nilikuwa tu nimekaa mahali. Na karibu gari nigoge kwa sababu nilikuwa na concentrate na simu. Namwambia yes nimesikia. Sasa unaongea kidogo tena nakwambia unajua wakati ukuchukua simu mimi sasa nashitwa huyu mtu anataka nini? Yes nimesikia, si kuchukua. Yes nimesikia, nilichelewa. Yes sikufanya venye tuliagana, so what? Bwana Yesu asifiwe sana. You irritate, unasukumusia kitu kimoja. Atieni sikutaka yote nilipoenda hapo nikatoka hapo nikapeleka mama yangu hospitali. Sasa wakati nilikupigia nilikuwa nafikiria utanitumia pesa. Sasa tukakaa hapo tukahangaika. Hata ni ndugu yangu alinisaidia, na huyo ndugu yangu sasa alianza kukomboleni. Hata sasa hizi ndugu yangu hiyo pesa alinipatia, ameanza kuniitisha. Sasa uniambie unataka pesa upatie ndugu yako, maana ndugu yako anakuitisha. Badala unipatie story venye mlikopana, venye mliongea, venye mlifanya, venye ulikasirika. Sasa hata kama ulikasirika sasa so what? Si uchukue makasiriko yako weka kwa mvuko. Don't complain beyond that. If somebody has said yes, I agree, I am late. Sikufa. Tulipanga na wewe tuende Mombasa ama tuende mahali tukunywe kahawa. And all of a sudden I was not able to make it. So should you make it a complaint? You not make a complaint. And this is what the Bible is telling us. Inatuambia ya kwamba ni tuwe watu
tuwe watu, remind them, ni wakubushe hiyo maneno ni kasheshe na si kasheshe mzuri. Wacha kucomplain. Ukiniambia yes, nikikwambia I'm late, yes I'm late, tosha kana hiyo. Tuendelee na safari hiyo ingine, because when you complain, you look unapproved, because you are irritating. When you continue talking, you bring out irritations, na hizo irritations zina kudisqualify from an approved worker. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi kwenye interview tunaangalia kama tu kama ndio unaonanga tunataka kukaa na mtu miezi 2, haujampatia kazi kamili. Hata kama umempromise utampatia kazi, unakaa na yeye miezi 2. Ndio umwangalie huyu mtu atakusaidia kwa kazi yako ama ni subua. Tunaongelea mambo ya masubua hapa sasa. Huyu ni mtu mwenye atakusaidia kwenda the next step ama ni subua. Kazi yake ni kurudididia mpaka unashindwa. Huyu mtu sasa akiwa ni kurudidia, na ukimwacha kwa ofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you will be disapproved. Utakuwa disapproved kwa sababu you are not qualified. Bwana Yesu asifiwe sana. The people who are qualified, they take one statement na wanajua the next statement it was supposed to be this. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukua statement, unasikia venye nimeongea tu, hiyo ingine unajijasia na unaendaga. Si kukaa kutoka hapa naambia to document thie tugehajetera murago ine to thiogona. Bishing bagashi boroboto sa boshobora robo sa tulia sasa. Walalia muhahe. Ndio hosho. Sasa hiyo ndio roho ya usubua. Sasa imeongea, imesema wacha kutuingilia sana, tuko wengi hapa masubua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ingine. Masubua leo nitawamaliza. Bwana asifiwe sana. I remind you of these things and charge them before God. So whatever I am doing to you is that I am charging you before who? Before God. Because kule biguni Mungu anahapendi masubua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza mwenzako hapa mnakaa karibu, muulize wewe unaweza kuwa ni subua? Uliza huyo mtu kama ni subua. Maana kama kitu tumeagana tumemaliza hiyo story na iishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo story na ikwishe mahali hapo. Maana tumekubaliana hii story tumemaliza. Lakini mumeongea tena unasikia hiyo mtu amerudisha hiyo story. Hii tena mumeongea na ilikwisha. Tena kesho mkikutana kwa meeting hiyo story tena inakuja. Ile story mlisema imeisha, tena inarudi kwa mesa. Sasa unajua, unaona huyo ni subu. Na kuna mabibi wanakuaga hivyo. Na kuna mabwana wanakuaga hivyo. Atasema kikombe uliagusha. Na hii kikombe unajua nilinunua pesa ngapi ndio iaguke. Angalia venye sasa imebomoka rangi. Hii kikombe unajua, hii kikombe nilitoka hapa mpaka nikaenda Nakuru, nilinunua Nakuru. Na hii ni gift ilikuwa. Sasa unamwambia yes. Lakini ishabomoka, imeaguka, imevunjika. Sasa let's move on. Imevunjika. Unaleta mnaongea, mnamaliza kabla amalize ugali, analeta story ya ile kikombe. Sasa unashindwa hii mtaongea story hii mpaka lini? Sasa hii ni kitu hata Mungu anasema hapendi. Irritators, people who will nag you. Hata kwa sababu umeshikwa na tumakasiriko kidogo unalipuka, unabomoka. Sasa unashindwa huyu mtu ni namna gani? Huyu mtu tuliongea hii kitu tukamaliza. Hii kitu tulizungumzia tukamaliza. Why are you returning it? Because you have a specific interest. Na hawa watu kama hao ni gumu sana wanapata kazi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao God anasema they are not approved. Sasa utakuta umerudia klasi, ulikuwa umepita mtihani, ukarudia klasi nyingine, mwalimu huyu mwingine amekuja first term, first week, first Monday. Ameongelea tu milaza mambo ya irritation, unarudishwa ile klasi ulikuwa. Tena unaanza tena safari nyingine. Tena unaenda, tena unakuta watu wengi hapa. We have repeated the class, not because we deserve to repeat the class, because of irritation. Because God does not want
those people that irritate. Angalia mtu kama anaitwa nani, sister ya Musa na brother ya Musa, wakati walifika mpaka wakaanza kusegenya brother yao, na Mungu alikuwa amewakataza, na Mungu alikuwa amewaambia, mamlaka nimepatia brother yenu, sio nyinyi. Hata kama mnajua kuongea vizuri, mamlaka iko na brother yenu. Wakaanza tena story nyingine. Ilifanyika nini? Walimalizwa. Kwa hivyo katika kurudilia maneno unamalizagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kumalizwa na kuna kwa hivyo angalia ni nini imesababisha wewe umekwama mahali umekwama. Hebu jiulize na uangalie the steps that you has happened in your life. It is because of irritative kind of nature. And this disqualifies you for the next move of life. And it is God who will disqualify you. Not even man. God will disqualify you. Because God is looking for that straightforward person for the purposes of his kingdom. The straightforward person for the purpose. Mtu anasikia kitu na anafanya interpretation na anaenda. Nasikia unaona kitu pale na unafanya interpretation yako na unaenda to the next level. And then you'll be able to survive. Because God is not looking for watu wa msuguko. Ya watu wa msuguko round moja round about ni watu ambao wamekufa. Ukiona unazugukilia one agenda na hiyo agenda is prompted by one reasoning, then you are dead. Inside you, spiritually you are dead. If you discover whatever that makes you the same thing that made you angry last time, ndio the same time imekufanya umekasirika na umerudilia hiyo kitu, inside you are dead. You need to be resurrected. Unafaa kufufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unafaa kubadilika, maana ni Mungu mwenyewe anasema hivyo. Anasema, and charge them before God not to quarrel about words which does no good, but only ruins in hearers. These things they ruin. Zinafanya wale wasikilizaji wanasikia irritated. Baka hiyo mtu unaona amekasirika vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikaa hiyo kitu ya kukaa ukikasirisha watu wanaendaga na kuzoea na wanasema huyu mtu hata ukigawa kazi zote huyu mtu ujichuge sana. Ndio unakutaka kwenye mkutano unaona watu wawili wamerudi nyuma wamekuacha uendage mbele, unaambia notakae huyu ni subua, atatusubua. Kama kuna mtu atatusubua na ujichuge sana ni huyu. Sasa unakuta kule ile sura mzuri mlitoka nayo huko, wakirudi kwako unakuta hiyo sura ni kama imeisha. Maana kuna karipoti kingine huyu mjamaa ameabiwa na hakuwa nayo. Sasa anaelewa anadili na mtu ni subua. Kwa hivyo anytime anajua huyu anaweza kulipuka na anaweza kuharibu chochote mlikuwa mmepanga. Kwa hivyo the main agenda ni kudili na yeye. Ukimwangalia hivi unadili na yeye ukijua huyu anaweza kulipuka anytime. So unaedaga ukiangalia upande, maana mlipuko yake hujui itatokea kwa mguu, itatokea pande hii, itatokea uko mbele, itatokea mahali. Sasa unakuwa very careful. Sasa watu wakianza kukua very careful na wewe, kuna vitu hautaabiwa na kuna vitu hautakubalisha ufanye. Maana they are worried of you and they are worried of any repercussion because the words zile unawachiliaga si mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So that one, it's one thing that disqualifies you from becoming the purpose of God. From becoming the reason why God created you. Look at your nature. Look at why you failed wherever you have failed. Why you failed in what you are supposed to be doing. It is because of your irritating nature. Alafu namba hiyo ingine, do your best to present yourself to God as one approved worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. The truthness. Kuwa mtu truthful. It is very important. Kila kitu unachokizungumzia unakizungumzia kutoka kwa moyo ikiwa ni kitu ya kweli. Maana hiyo haitakuweka kwenye aibu. Watu wengi wanajikuta kwenye aibu ya maisha ya kidunia kwa sababu kuna kitu kilifanyika lakini ilikuwa umeweka uongo ndani yake. Ulikuwa umeweka mambo ambayo sio kamili ndani yake. That is why you have found yourself in a situation that has caused you to be into shame. Bwana Yesu, kwa sababu ulitaka tu kutatanya, ulitaka tu kuruka kitu kamoja tu, kuruka tu ka step kamoja. Kumbe ka step wako ulikuwa unataka kuruka kamoja, kumbe ndio kalikuwa the reason, the mtego. Kwa hivyo the truthfulness, what you always say, whether you are in a situation that is compromising, ongea tu ukweli.
Be truthful. Ongea wakati wote, sema wakati wote. Whether it is demeaning, whether it is not working for you, whether it is something that is not prudent to the purposes, ama mahali huko unastahili, unaona unastahili kuongea kauogo. Hapana, wacha kuongea. Ongea tu ukweli. Maana saa hii utawekwa chini, lakini kesho hiyo ukweli itasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo watasema wewe ni mtu haufai, watasema wewe mtu haustahili kukua, lakini kesho whatever utasimamisha itasimama. Maana jana uliweka msingi ulio wa haki, msingi ulio wa kweli, msingi ambao unakubalika. Yani your word, watakuwa wakisema this is a man of his word, this is a woman of his word, because what you say, it is what will be perfected. Verse number 16, please. Tuende kwa 16, inasema, but avoid irrelevant babble, for it will lead people into more and more ungodliness. What is a babble? What is a babble? B-U. Ameleta hapa. Avoid such godless chatter. What is a babble? This is another version of the Bible. A babble ni mazungumzo ambao hayana Mungu ndani yake. Ni moshene. Ni backbiters. Watu, yani hakuna kitu ya maana unaweza ongea, ni kuongea huyu mama venye alikuwa amevaa, huyu mama venye alikuwa amefunga kitambaa yake, huyu mama ile nguo venye alikuwa amekaa, huyu mama, huyu mzee venye alikuwa. Yani the babble, the words that are not godly. Maneno ambayo unayoyazungumza hayana uungu ndani yake. Ni maneno ya kufanya kudimini watu wale wengine. Ni maneno ya kuagusha watu wale wengine. Ni maneno ya kufanya kuonekana ni kama watu wengine hawafai. Yani mtu alikuwa anahubiri ile kitu, unaanza kudiscuss, see the content ya mahubiri ni venye huyo mtu alikuwa amevaa, ni venye huyo mtu alikuwa ameshika microphone, ni venye huyo mtu alikuwa anarukaruka. Yani the content itself unakuta haikubali, sio kitu ambacho mnakizungumzia. Hamzungumzii content ya praise and worship team, hamzungumzii content ya kanisa. Ile kitu nakuta unazungumzia ni the failures, ni matatizo, ni the weaknesses, weak points. Hizo ndizo mnaconcentrate nazo. That is being ungodly. But shun profane and idle babbling, for they will increase to more ungodliness. The more you babble, the more you speak unclean things, they drive you, izinakutoa kwenye nini? The presence of God. And then you are left hanging around. Then it leads you to more and more ungodliness. Sasa ndio unakuta umekuwa kama mtu kakusegenya stories zako, watu wote wanakujua Muhahe. Ukitaka kujua Muhahe, nenda kwa fulani. Ukitaka kujua stories zote za Nairobi, nenda kwa mtu fulani. Ukitaka kujua kijiji, nyumbani Geshagi, nani alikula sukuma na nani hakukula sukuma, ndiye kwengania. Ogeda mushane wa kodo gwothe, ndiye kwengania. Todo this mtu amezoea maneno kuongea Muhahe tupu every time. Hakuna kitu ya maana anazungumzia, hakuna kitu ya maana ako nayo inatoka kwa mdomo yake. So this one disqualifies you from a worker in the kingdom. You can never be promoted by God. And these things tunaambiwa they are charged to God, so that God can bring or can give verdict. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Timothy alikuwa anaitwa Paul, alikuwa ana charge them to God. Pelekeni Mungu. Hawa watu ambao wanasema hivi, wapelekeni watu hawa wote kwa Mungu, ndio Mungu atoe maamuzi. Halo. Ndio Mungu afanya nini? Atoe maamuzi. Verse 17 inasema, and their talk will spread like gangrene. These are people that kakitu kadogo kata spread like what? Gangrene ama cancer. Hymonias and philitias are the sort. And their message will spread like cancer. Unasikia kastore kalianza kakiwa kadogo. Ati huyo jamaa alikibia hivi ni kama alikuwa na hara. Na hiyo ni story inafaa kukuishia hapa. Lakini sasa mnaigia mpaka kwa chove je alikuwa na hara. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo story ina spread. Sunday unakuta kanisa mzima inazungumzia hiyo story. Huyo jamaa Wednesday alikuwa na hara.
ile kitu alikuwa anakula. Mpaka mahali tulikuwa tunakaa, alikuwa unasikia tu hewa inabadilika, ina continuous process, inabadilika. Tunahama mpaka unaona mainzi zikaanza kutembea, mpaka tukashindwa, kwani what could be the problem? Yani unajaribu as much as possible to expand the story, ndio we paint all the colors ambazo unataka kuiweka. That one inasema nasema kuna watu walikuwa wanaitwa Hymenius and Philetus are of this sort. Atuache mambo ndio unaona sasa anasema fulani na fulani wanakuwa na tabia gani, kwa hivyo mumuepuke. Kwa hivyo umeuswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetakaswa na wamesema fulani na fulani ni wa hii tabia. Sasa unaona utaingia kwa ofisi yangu, mimi ninajua tabia yako ni gani. So hata ukiingia nitakushughulikia mapema uniondokee, ama niambie mtu amenyangalia pale nimwambie wewe fanya nini, wewe mwambie si yuko na niko kwa ofisi. Na kwa sababu najua kile kitu nataka kuja kuleta kwa ofisi yangu ni ujinga. Ile kitu nataka kuniletea ni venye fulani alikuwa na hara, ni venye fulani alikuwa na kohoa, ni venye fulani siku hizi si unaona amekoda mpaka anaenda hivi. Na hiyo mkodo yake mimi venye niliangalia nikaona vizuri venye amekoda. Hiyo sioni. Hii miezi 2 inakuja. Tamakadiro na tego tofora. Mpaka nasikia ako mpaka na huruma. Sioni akitoboa. Hata venye alikohoa. Venye tu alikohoa. Angalieni bere. Venye alikohoa. Unaona watu wanapenda moshene. Kichwa mara moja imeangaliwa huko. Ndio wapate story ya kupatiana. Mbona hata tujamaliza ibada na wameanza kujitakasa. Na wanajulikana ya kwamba huyu na huyu na huyu si watu wazuri sana. Hata hapa mimi nabiaga mtu akikuja ujihadhari sana. Na unajua mama fulani, naambia wewe simjui. Kuna mama akofale ako na nguo ya yellow, na mwingine ako na nguo ya green, na mwingine ako na nguo ya purple. Katika kanisa hii wao ndio wananipatia shida kubwa sana. So ujihadhari na wao. Nisha kumaliza. Sasa utakuja unasema Bwana asifiwe sana, mimi naitwa Jane na napenda Yesu, na wakati ulikuja ni Mungu alinisugumusia. Already unajaza Mungu alinisugumusia. Unajua kamoshene imeanza. Ya Mungu alisugumusia. Alafu sasa anafanya burada ingine. Wakati nilikuwa na Mungu akanisugumusia, akaniambia kuna matatizo unakuwa nayo. Basi unajua ndio yule mkora ndio ameanza kazi. Sasa unasikiza sasa sasa unamkaa mnugani ukimwaga atakupatia story. At the end of the day nakwambia Mungu akubariki na anaenda. Unawachwa wapi? Hapo na mshene yako. Tena namuona mama huyo tena ameenda kwa mwingine, tena namuona ameenda kwa mwingine. Sasa unakuta huyu mtu ushajulikana, and that prompts your failure in life. Mahali popote, kwa kampuni, kwa kule unafanya, kwa idara ambayo unafanya, unakuta watu wote ukienda kumkaribia unaona ametoa simu na hakana voice, hakana mtu amepiga hello hapa, ni kama hakuna network. Hello, hebu nienda mahali, ngoja kidogo nilikuwa na simu. Na unaona akipiga kwa nambili mfuate, hana hata simu, imerudishwa kwa mfuko. Alikuwa anatafuta excuse ya kukuondokea, maana wewe ni sumu, wewe ni kasaitani kadogo kana kaaga hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to avoid these things ambazo zinasababisha watu watuondokee, because they disqualify you. Bwana Yesu asifiwe sana. They disqualify you from being approved. Any person to be approved to work, you must be a person of integrity. Mtu mwenye anazungumza ukweli, mtu ambaye si subua wa kurudilia maneno, ni mtu ambaye mkiongea neno moja litatoshekana. Ukiambia tukutane Kencom, full stop. Sasa kuna mtu unamwambia tukutane Kencom, anaanza kukuuliza, sasa tutapita Tomboya ama tunapitia Moi Avenue? Unamwambia tupitie Moi Avenue. Lakini si Moi Avenue, si tungepanda hivi tuende na Harambee, alafu ndio tuende hivi turudi hivi, kwa sababu hapa kuna kuaga na jamu. Unamwambia tuende. Lakini unajua sasa tukirudi hivi si ni kama tunarudi nyuma. Sasa unamwambia, sasa wewe unaonaje? Ndio unaonaka na biega mtu, tumia akili yako. Kwa sababu sasa nimeona umeanza kunyonya akili yangu, na hiyo ni ujinga unanipatia. Unajua tulisema ni Kencom, tumia maarifa uende Kencom pale iko. Tukutane wapi? Hapo. Sasa nilikwambia tukutane Kencom upande wa Hilton. Sasa si jipake. Hata ukitaka kwenda Kariakoo urudi hivi ukuje hapo. That is not my problem. Provided nimekwambia tukutane
Sasa unaanza kuniambia ati kuna Moi Avenue, ati turudi Kagani House, turudi electricity, lakini hapo unaanza kusema unaona hapo nini? Hapo akakani wako. Kuna kuwaka na preachers wengi wanakuzuiaga ukipita pita. Na watu wengi ma-idlers wanakaga wamekuangalia. Si tungerudi hivyo tuende na Jogoo House. Sasa unaniambia nini na unajua? So provide unajua pale tunaenda. Those things disapproves you, and in the kingdom you are disapproved. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia verse 19, is it verse 18? Inasema, among them and are Hymenaeus and Philetus, who have served from the truth, saying that the resurrection has already happened. Unaona ile story walikuwa naambia watu ati already resurrection imefanya nini? There are people who are spreading a lie, not the truth. These people that spread a lie for the sake ya kupiga mtu, kuangamiza mtu, ni kwa sababu ako na kitu ako nacho ndani ambacho kinafanyaga huyo mtu hakuagi na promotion. Kwa hivyo don't spread a lie. Before you speak, hiyo story ulisikia, approve it. Before you kusikia ati huyo mama anaonekana ako na miba, na ni posho alikula kahohita, alikula maharagwe, tumbo ikakuwa kubwa. Sasa wewe umeanza kuspread ati ako na miba. Na ni kama sasa mtu kama huyu mkode huyu akikula maharagwe tumbo yake haribike. Unafikia sirika tumbo kataruka juu. Sikataruka juu. Sasa na wewe umeona huyu ako tumbo kameruka sasa. Na ndimuonaga kwa apostle kaige. Namuonaga kwa apostle kaige. Hata kuna rumors hapa kuna rumors wanakuaga hivi. Na apostle wanakuaga hivi. Sasa kesho mama ameenda amekula hino hapa na hizo dawa za tubo, ametoa hiyo kitu, imetoka tubo, imefanya nini? Imerudi flat. Alitoa miba. Mimi niliona hiyo ilikuwa miba, na nikiangalia vizuri ilikuwa baby boy, maana venye kalikuwa kamekaa hivi nika baby boy, na ametoa miba. Sasa ni maneno apostle alikuwa anahubiri sade ya wale watu wametoa miba. Angalia sasa kanisa imeharibika. Sasa ulimduga hiyo miba, ulimweka, ulijuaje? Are you a doctor? Ulijuaje yako na miba? Kwa sababu you are prone to speaking a lie. Unatafuta tu kaishu kadogo ambacho kanaweza kupelekea mpaka hiyo uogo ikuwe ni kama kitu ya ukweli. Na kuna watu wanajuaga kutengeneza kauogo kana kuwa katamu. Kuwa kakata. Na ni kauogo kasuri. Mpaka ukisikiliza hiyo uogo naona kweli. Mpaka unaona mtu anafanya mdogo. Yaani nao yake uogo anaweza kunifanya hivyo. Na ni uogo. Verified. Don't be mtu akuogeaga. Before you speak about Joel, taka kufuatilia. Hata enda kwa Joel muulize, hii maneno nasikia unaisikiaje? Nasikia ati wewe ndio uliiba ile speaker ilikuwa pale. Ni nani anasema? Mwambie usimfiche, ni Roda alikuwa anasema. Na walikuwa na Nancy. Na ndio walikuwa anasema hiyo. Ndio make it, yani ongelelea mpaka sema ni wale walisema. Ndio proof ipatikane. Ndio mkimaliza hapo kukuwe na conclusion Joel hakuiba. Sasa utawacha umepanda bego, Joel ni mwizi, umepadia Nancy. Naye Nancy atatoka hapa abie Dorcas. Ile speaker ilikuwa pale, unajua nasikia ni nani alibeba. Naye Dorcas naye anapatia Ani. Naye Ani anapatia huyu. Naye huyu anapatia. By the time ifikie koki pale nyumba, itakuwa ni bomu. Yeye ndiye aliiba nyumba mzima. Si mnaona nyumba mzima mpaka imechange. Si unaona mpaka wanaweka tiles hapo. Yeye ndiye aliiba nyumba, ashauzia wa China. Alafu kufanyike kitu hapa. Ilianza ikiwa nini? Sipika. Inamalizikia nyumba imeubwa. Alafu kunafanywa renovation. Si hata mliona kunafanywa renovation. Aliuza. Huyo mtu ni hatari. Huyo mtu ni hatari kwa usalama. Na nikaogo kalitengenezwa. Wacha nikwambie, kule biguni umejulikana, umeandikwa cancelled. You will never receive anything, any promotion. Utangangana kanisani, utangangana kwa kila maisha, no promotion. No promotion at all. Utazoea, utakuwa kisukuka. Na hao watu ndio wanajipatanga kwenye roundabout spirit. Spirit unaonaga huyo mtu ako busy, anaendaka ako busy. Unajua watu wa roundabout ni wabaya, maana wanakuaga busy wakifanya kitu, lakini hiyo kitu hakiwatoagi, yani kana kuaga hivi tu, anazunguka tu miaka yote. Eda hapa Rivaroli kuta kuna tumutu tunakuaga Rivaroli, hakuna duka hajui ile inauza kitu.
Ukimuuliza tu duka ile inauza kama microphone ile ya bamboo, haraka anakuambia ni kwa ngani, si ni kwa yes, ni kwa Monica, kuja tukupeleke. Anakupeleka huko, unaenda unanunua. Yeye ndio anakutana na mwingine, tena mwingine anamuonyesha, anakutana na mwingine anaonyesha. By ikifika jioni anakuambia nitamakogo uranya nale wana mabadi dile hivi unaniona hata tikiti ya kwenda nyumbani. Lakini ameonyesha watu karibu 50 maduka, anajua kila duka, lakini hajui kutafuta pesa. Because wako ndani ya nini? Ya roundabout spirit. These people are the beast. Ile daga na haonagi ni roundabout, anakuaga busy kutoka asubuhi mpaka jioni. Kuna watu wako hapa, maburoka wako hapa. Kama wewe ni buroka, inua mkono juu. Buroka wa makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hiyo ndio inakuzuia, maana inakuweka ndani ya mtego ambayo inazuia maisha yako, na utangangana maisha yako yote and nothing will happen. So you angalia mahali ulikosea, maana it reduced the faith that you has for God. It reduced. Bana, kuna mtu hiyo kauogo kako kaliinja mtu, kalisababisha mtu akaumia. Hako kauogo kako kalisamamisha mtu akakufa moyo. Na ndivyo walikuwa wamejitolea kufanya kazi kanisa hii. Akasikia ile maneno imesemekana, na alisemekana kwa sababu alionekana kwa apostle mara 2. Sasa unasikia mtu akasema niyo kanideo digosha ukagodhi. Na kumbe alikuwa amekaa miaka 5 hajawahi kwenda kanisa because alikuwa amekosa meaning in the church. Aliposikia na alipoangalia kwa YouTube akaona apostle venye anahubiri, akaona hapa kuna Mungu, acha niende. Na akakuja akaona Mungu, akakutana na Roda, mwenyeji wa kanisa. Roda akamuinua, akatoka tena. Sasa utakuta kuna watu wako nyumbani wametoka kanisani kwa sababu yako. Ni watu wangapi? Watu 100. Kule biguni ndivyo kumeandikwa kitabu. Roda ama Karioki amesababisha watu 20 wanateseka. Maana wakati huyo mtu alikosa imani, mwingine alienda akakunywa dawa akakufa aondoke. Sasa hiyo umeandikiwa pale, wewe ndio uliua. Sasa naangalia, na hapo unangangana unataka kuwa leader wa kanisa, hapo unangangana unataka kuwa mwenye biashara, hapo unangangana unataka kuwa kiongozi, hapo unangangana unataka kuwa kujabu. Kumbe kule biguni kitabu imeandikwa huyu si mtu wa kuaminika, na chapter yako imefungwa. Sasa angalia, hebu uliangalia mwenzako, usimsugumusie, angalia sura, itakuonyesha sura ya mtu mwenye amefugiwa kule biguni inakuwa stoni, inakaa kama kimawe hivi. Hebu angalia mwenzako, uangalie sura yake, utaona. Angalia mzuri, angalia neighbor. Ukiona hataki kukuangalia ujue ni rejected kule biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na verse number 19, tuifungulie 19. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. There is a solid foundation of God, and this foundation iko na seal. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo chochote unafanya kiko na msingi wake na maana amefaulu. Hata kule ametoka maana Mungu alimtoa kule, alikuwa ana mground. Unajua kuna watu wengine hapa, mko hapa na mko nasari, ni kutrainiwa, mnatrainiwa ndio muondolewe hapa mpelekwe kanisa lingine mwende mkafanye kazi. Kwa hivyo usikuje kukuamilia hapa atiseme ati nyeko digiu makole, that was my last point, my last what, my last key, my last bus stop. Mimi nilifika, hata hiyo gari yangu niling'oa. Hapana. You could have been sent here ukutane na ruthless man anaitwa Apostle Dora, because me I'm ruthless. I don't care who you are, I don't care what you are, I don't care what you think you can be. I care about my God, and I care about training somebody who can become a trainer of somebody. Because mimi nimetrainiwa, sikutrainiwa na mapasta ama mwalimu. I was trained by a ruthless world. Ulisa huyu mdemu tulikuwa tunaishi Gong, mahali polisi wanakuja. Walihama kwa sababu hata mama yake alienda ng'ambo aondoke Kenya, maana ile vituko walikuwa naona polisi wakikuja kuchukua pale. Mama yake alihamia ng'ambo, akaenda kabisa, maana it was bad. Imagine kuja kuchukuliwa na magari kama 50 na helicopter juu, na unafugwa na majesu wanakaa juu ya pickup na mabuduki, maana wameshika the most dangerous person. Alafu unajisikia ni neighbor wetu.
Wewe utakaa hapo. Huyu alihamia wahamile kwa Kiambu Road, aondokea Goli. Mama hakuhamia Kenya, mama alihamia Amerika. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the training I have undergone. Military training. My flying squad, nimepigwa marisasi mpaka nikakufa. Wakikuja kunichukua waniweke kwa Land Rover, niende nipeleke mochari, ninafufuka nikiwa Land Rover juu. Polisi wanaruka na mimi ninaruka naenda. Sasa niambie, wewe utakuja nikutrain namna gani na wewe ni msofti? Lazima I have to harden you. Utakaa kama mimi. Haukula risasi utakula, lakini risasi za kiroho nitakuwekelea. Nitakuwekelea vizuri na nitakusukuma. Najua mtu kama huyu hakuagi akifikiria kama utatoka. Ati sasa ukitoka ni nani tutaweka? I don't care. I am one man guitar. A full house myself. Ninakuaga full house. Ukitaka niibe hata kama sauti itatoka baya, lakini wimbo itatoka. Si ndio? Mashini zikiharibika pale tunaziaga na bianga weka juu. Ninamwambia padisa juu, shukisha chini. Kwa sababu ninajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifika kwa Biblia ninaijua. Ikifika nikufagia nyumba, mimi nimeishi kwangu 15 years bila mke. Sasa mimi ndio naoshaka nguo, mimi ndio nimeosha nyumba, nimeosha sufuria, nimepika. Si unaona hii mkono imechomeka kidogo? Nilishika sufuria nikifikiria ni baridi, ikachoma. Sasa si unaona niko full package. Yes, because nimefundishwa na dunia. Na kama nimefundishwa na dunia, mtu kama huyo wachaga kucheza na yeye sana. Maana anaweza kukufuja venye alifujwa ni dunia. Wacha kucheza na yeye sana. Hakuagi mtu mzuri, anakuaga na kigunyo hapa juu. Mtu kama huyo si pastor, mimi amnote. Ndio naambia mimi si pastor, mimi si mwalimu ile walimu wa kukubebeleza. Tio baby, unajua neno la Bwana linasema mtu ule ambaye ni mnyenyekevu, watulivu ni wale ambao watanyenyekea, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sikiliza, kama utapatana na lugha hiyo kutoka kwangu, labda nikitukiwa kule mbinguni. Lakini hapa tuko na utakuwa ukiniona anytime unaniona unaona huyu jamaa hajaokoka. And that is how I've been trained. And you must live like so. Si unaletaka ujuaji unatulisa. Yes, kuna siku wewe huyu alileta ujuaji ati nimemgoromokea, alikuwa hapa nikamgoromokea, na hajawahi goromokewa na mwanaume, maana maisha yake ni ile ya uzuguni. Ni wale wanaitanga babe, hi sweetie, hi baby, hi darling. Sasa alikuwa nafikiria alikuwa ametransfer huko, maisha akaleta wapi? Hapa. Sasa mimi nilimrusha, akatoka pale machozi kianguka ta. Na akaanza kupigia watu kanisa simu. Mimi nimetoka hiyo kanisa, hata wewe toka. Huko ni kwa shetani. Huko hakuna Mungu. Hata nilikuwa nimeota. Sasa hiyo immediately kioto kikakuja, nilikuwa nimeota nikaona kuna nyoka huko. Kuna kalituharibia jina haka. Kalituharibia jina hapa. Mpaka hata mimi nikaona, kwani huyu nilikuwa na yeye ni nani? Kakaokoja tukapigia simu, kakaokoja tukapepelese, kakaona hakuna mpepeleso, alikuja peke yake. Unajua venye aliniambia, unajua that time kichwa yangu haikuwa mzuri. Na nikajua haikuwa mzuri, maana kuna siku alikuwa ameshikwa na polisi, apelekwe hospitali Kiaguvu, akadugwa sindano ya wenda wa simu. Akanipigia simu, nikamwambia usikubali kudugwa. Ukidugwa, umeisha. Nikamwambia wewe guruka, kuwa mwenda wa simu wa kabisa. Si wanasema wewe ni mwenda wa simu. Sasa kuwa mwenda wa simu wa kabisa na utoroke. Ndivyo kalifanya, kakatoroka. Sasa kalipokuja kaniambia kalikuwa mwenda wa simu, nikakumbuka ni mimi niliweka bego gani? Ni mimi niliweka hiyo bego ya mwenda wa simu. Nikamwambia sasa bego toka, kuwa mtu mzuri. Tukakaa naye, akakaja, akakaa, akajua I am under a military command. This is a base. This is a military base. Lazima ukae gumu. Hapa hakuna kubebeleswa. Uwe nani, usiwe nani. I will command, and I command everybody. Hata Siruto na command. Amenipeleka wapi? Alafu utagedha kana mundu toshi. Angalia sasa anza kuja kuleta mdomo yako. Sasa tunasema verse 19. Nevertheless, the solid foundation of God stands. It stands. The solid what? Foundation. Kwa hivyo lazima usimame kwenye msingi ule. Maana huo msingi bado unasimama. Hata kama utakuwa na mshene, simama kwenye msingi. Hata kama utakuwa na weaknesses, simama kwenye msingi. Maana utarekebishwa. Kaa hapo. Irrespective of how you are being handled. Kaa hapo. No iwe mukamba?
irrespective ya umayai yako. Najua ni mayai. Sasa irrespective ya umayai yako. Kama ukae kama Shiko, unaona Shiko sasa amekuwa jeshi. Shiko alikuwa anasikia wakiwa na Josephine watatoka pale kwa praise and worship. Sasa wananipigia kwa simu wananiambia, if there is anything good you did to us, ni hiyo. Sasa tumeanza kujijua. Tumeanza kujielewa. Lakini walikuwa najua wakitoka praise and worship team imeanguka. Alikuwa anafikiria hivyo. Sasa kule Mungu walipoondoka, Mungu akaitengeneza. Na pale walienda wakainuliwa. Sasa hawa very soon watamwagiliwa mafuta. Na utawakuta huko wakihubiri. Maana they will have discovered that they were not meant to sit there. They were meant to sit here because of another cause that God wants them to be. Utakuta wako ng'ambo wakihubiria watu. Utawakuta South Africa wakihubiria watu. Lakini ukiwauliza si wangeendelea kukaa huko. Sasa mimi niliona hawa ni nani na nikajua wataleta shida. Nikawaambia kaa pale. Na siku mtakosa service hata moja, mtajua mimi ni nani. Nikawahusia uoga. Kwa sababu I saw this person is potential. Na ni mtu amekuwa fragile. So gonga na ukae na yeye. Na ukiona anachomoa mguu unaweka chini unaangusha. Unamuuliza uko dia yako. Ilikuwa naenda wapi? Baka kuwe mtu. Produce. Mimi dunia ndiye imeniproduce. Because nimetrainiwa. Kwa hivyo I have the capacity to produce you. Sitakaa hapa najua wewe ni mhubiri na kwa sababu wewe ni kiwoga nitadili na wewe mpaka uhubiri uchomoke. Utaumia. Unaenda unasema ni sana sitarudi yoga. Ya hata kuna Mungu huko. Ukifika Sade naambia Mungu mlete. Unakuta nikiwa ruthless kuliko za Sade hiyo ingine. Mpaka unaona shetani. Every time ukikuja hapo unaona shetani. Mpaka wakati utaanza kuona Mungu in me. Sasa hiyo sasa ndio nitalirent. That is how the foundation of God is still solid. And it stands. Having this seal, the Lord knows those who are his, and let everyone who names and the name of Christ depart from iniquity. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua wale watu wake. Anajua ni kwa nini alikuleta hapa. Alikuja kukuvinya ndio ukue kitu ile anataka. Because you have a purpose. Lakini ulienda huko nje ukapotezwa na watu wa dunia. Ukapotezwa na mapasta walikubebeleza. Ukapotezwa na evangelists walikubebeleza. Hawakukwambia ukweli maana waliona ni kama utatoroka na utoroke na sadaka. Mimi nakugonga na kwambia beba sadaka yako kwenda nayo. Sasa sadaka yako. Dorcas. So ulikuwa karibu kutoroka siku yako ya kwanza. Kule uliletwa. Ukakuta ile maneno pastor anaongea hapa ukaenda ukajiuliza, huyu ni mtu wa Mungu ama ni nani? Ukaenda kugugu. Kuangalia jina. Alienda kugugu angalie kama ni yule aliambiwa. Akagugu akakuta ni yeye. Sasa akashindwa. Huko nitarudi ama sitarudi? Mungu akamwambia rudi huko kuna kazi yako. Aliporudi tena akakuta siku hiyo kwanza ndio nilikuwa nimewaka moto. Akasema huyu hapana. Akaenda. Mara ya tatu nikamchukua nikamweka wapi? Pale. Sasa kama kuna siku alisikia kujikojolea ni siku hiyo. Maana ana plani kuenda na ameshikwa amewekwa pale. Na yule mtu amemweka pale ni yule kiongozi wa aliyekuwa. Na kwa hivyo akipigana na huyu mtu anaweza kumwendea mpaka kwa nyumba. Ilibidi akae wapi? That is the God we are serving. Bwana Yesu asifiwe sana. The God we are going to serve, this God ambaye si wa kupakwa matope. Ni kusimama naye na kusimama na njia zake until we make it through. Until we go to the other side, because God has a reason for us. The Lord knows who are his. God anajua. Sasa hata mkitoka mwende, Mungu anajua ni watu wangapi wake hapa. Hata mkae hapa mjae huko, anajua hapa niko na watu wangapi? 5. So God it doesn't matter to God. It doesn't worry to God. What worries to God is producing his product, producing his vessel, producing what he wants to use. Because God only produces for himself what he wants to use. So it doesn't matter who you are. It doesn't matter what kind of a person you are. Vumilia tu na ukae jinsi Mungu anataka. Ukiona ndio ati wewe ndio unaonanga wewe sasa bila wewe hatuwezi kufanya. Hebu enda siku 2 uone kama huko kutafugwa. Utakuta mpaka kumiongezeka. Kumbe ni wewe ulikuwa unazuia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na verse number 20. Time yetu imeenda sana. So, but in a great house there are not only vessels of gold. In what? A great, there is what? There is not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Sasa hapa kuna watu ni matope tu hapa, na kuna watu ni gold na kuna watu ni silver. So some are for the honor of God, na kuna wako hapa for the dishonor. So that's why I normally am not worried about who is coming, who is going, who is here, who is not, because there are people here ambao ni matope tu. Kukinyesha hiyo matope itayeyuka, utakutana nayo kwa barabara. Unaona haka ni kale kama tope, kale kitu kanyugu tumetengeneza. Ndio hako unaona kakienda hivyo kakiwa kama tope, kameenda. Unarudi kule unakuta the gold and the silver ziko strong. So do not be worried of who will leave you, who will not leave you. Do not be worried of whatever that is happening around you. The foundation of God is stable. It is strong. Whatever is happening in your marriage, whatever is happening in your business, whatever is happening at your workplace, the foundation of God still stands. So whatever that is not godly, itaendoka. But which is of God, itabaki. And you need to stand and walk and live the way God has decided you. Kaa venye Mungu anataka. Do not sit down on the opinion of people. Do not be there on the opinion and how people will say about you. Stand with the foundation of God. And God will establish you, because you are for his honor. But if you are for his dishonor, you cannot be able to withstand the pressure. Kwanza kama hii kanisa hii yetu, hii huwezi ku withstand pressure huko. Iko ni ngumu. Iko ni ngumu. Unatokanga ukiwa gorodi, pure gorodi hapa. By the time uchomoka hivi, you will be gorodi. Hallelujah. Verse 21 tumalizie hapa, maana naona saa 8 imefika na kuna watu wanaenda kazini. Therefore, if anyone cleanses himself from the letter, he will be a vessel of honor. If you cleanse yourself from what? The later, hiyo story yote tumeongelea, you become a vessel of honor. Sanctify and useful for the master, prepared for every good work. So once you pass the test, every good work itakuwa yako. Every good favor itakuwa yako. Every good thing itakuwa yako. Whatever that will be happening around you, every good things, because you have passed the test. A vessel ready to be used. A worker approved by God. Tusimame kwa miguu yetu. So look at yourself and look at yourself. See whether you qualify to be that worker, qualified because of the kazi ya Mungu. Whether you are a worker who is not qualified. Whether are you for honor or you are for dishonor. Bwana Yesu asifiwe sana. So never be bothered by shenanigans that happens around your marriage. Never be bothered by shenanigans ambazo zinafanyika in your business. Never be bothered by shenanigans ambazo zinafanyika in your ministry. Never be bothered with all these things. Just stand firm and let the foundation of God be witnessed in you. Because it is only through the foundation that God has created in you that will produce the real material that God created you for. Because every one of us hapa tumetengenezwa for the purpose of God. Tumetengenezwa because God has a reason for us. Tumetengenezwa because God want to use us for the next move. Kwa hivyo lazima kulingana na ile move ambayo Mungu anataka wewe ukafanya pale mbele, ndio kwa maana uliletwa na unaudwa. Na utatengenezwa na moto ile itakuwezesha kufaulu katika mipango ya kesho. Whatever we are doing here, whatever is happening here, it is not because of today, it is because of tomorrow. So look at yourself, the kind of pressure, the kind of fire around you. Hiyo ndio inatengeneza ndio ukue a vessel ready to be used by God himself. May God of heaven bless you. Leteni sadaka zenu hapa kabere niweze kuwaombea mkibie kazini. Leo muende kazini. Mmesikia? Leo nisiwaone mkikaa hapa, muende kazini. Weka tu hapo. Yeah, weka ni hapo. And tell your neighbor, be ready. Be ready to be used. Be ready to become that vessel of God. Umwambie haikuagi rahisi. Tunaimba ile wimbo, haijawa rahisi kufika hapa
ni mkono wa Mungu umenibeba. Itahitaji ubebwe na mkono wa Mungu. For you to be successful, you need that hand of God. You need the favor of God. You need to succeed where many people are unable to succeed. Leteni sadaka zenu hapa. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu Umenibeba. Kufika hapa ni mkono wa Mungu Umenibeba. 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 Mkono wa Mungu umenibeba. Rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Mkono wa Mungu umenibeba. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba.
kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. hey, Umenibeba, 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 umeninua, umenibeba, ni mkono wa Mungu. umenibeba, Sawa, imetosha hiyo. Imetosha hiyo. Rejelea hiyo. Umenibeba, 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 Boss. mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 mkono wa Mungu, umenibeba, ni mkono wa Mungu. umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. umenibeba, 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 umeninua mimi, umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, 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 umenitoa chini, umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenitoa chini, umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu. umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. 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 Umenibeba. So last time tulichangia huyu mrebo. Nasikia unalalaga chini. Mpaka saa hii. Kai. Aliwe mudhaka. Kama wewe. Tamudo ajera. Shoka huko mwele huko kwa meta watoto wako. Uta. Tabia tu. Upande kwa kitendo. Iki hapa. Ikira. Tonya hudini. Urathi uko. Ingia hapa ndani. Ingia hapa. Sasa unaliga nini na uko magathi? Ingia hapa ndani. Ingia ndani. Ingia ndani. Dara. Dara. Na hii kitanda ni oh, yes. Yeah. Wacha tumumwagilie mafuta sasa. Alale usigisi mzuri na apate mtu ya kutuliza hapa. In Jesus name. Yes, we bless you. God bless you. Na siku ingine usilale chini hata ukikuwa namna gani. In God, katika jina la Yesu Kristo ubarikiwe. Sasa lala kabisa. Lala aje kongorota. Kuna vitu zingine mlipata? Ni hizi tu. Hizo zingine yako nazo. Kwa hivyo ni kitanda na kameza. Hata hii ni mzuri kuliko ile iko kwangu. Ama to exchange. Ukira nigukeire. So
the church has seen it's good, wakubariki na kitanda. Tupige picha, kuja tupige picha. Nipige picha hapa ndio. Karaha. Mwikara na kimudu gya kuri mwikara oguo. Mukiaria cia. Unasikiaje? Una blush? Tuokee. Si tuokee. Sema ni mkono wa Bwana umenibeba kai. Kwa yake iwadhoni. Angalia pale tupigwe picha ya Valentine. Thank you. God bless you. Sasa chukua vitu ni zako, hii kitanda ni yako, kanini ni yako. Kanisa jipigieni makofi wale mlitoa. And tusichoke kufanya mazuri. Hii ni seed umepanda. Bwana Yesu asifiwe sana. You may not harvest today, but maybe your children kuna siku wata harvest. Kuna siku watoto wako watasaidiwa. Utakuta mtoto wako ameenda Canada na ameenda kule amepatana na shida, atapata tu msamaria mwema. Unaona amemuhouse, amemtetea, amempigania mpaka kasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama mtoto yako wa msichana amepata kimutu kizuri, kitolda ka handsome kizuri, kinamnunulia tu gari na Musa baby, I want to drive a Volvo. Only the Volvo. Na unakuambia go to the showroom and pick one. Because what you planted, it's what you harvest. So just continue doing good things, being charitable. But again, kuna kitu nataka tufanye marufuku hapa. Not every person that will be assisted. Maana nimeona tumesaidia watu wanakujaga tu kwa sababu hii ikionekana kwa mtandao, kesho utakuta watu kama 7 wamekuja hapa. Akuje apatiwe kwa maana tumesaidia watu wengi hapa na wameenda. So before kanisa ikusaidie isimame na wewe, you have to be approved. Na approved lazima tukae na wewe. Na tutakufinya, tutakutesa, tutakufanya madharau mpaka uchoke uende. Hatutakuwa tukusaidia. Kwanza kabisa tusaidie wale watu ni members ambao wanapitia kwenye hali gumu. Wao tu consider hao kwanza. A person who is a member, we consider kimugeni kimekuja hapa tu kwa sababu hakina mkono moja ama hakina mguu kinakuja hivi, tunasema tunamhurumia. Msikuwe mna huruma hiyo tena, because those are exploiters. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watu they are here just to exploit. They want to come and wapata ile wamepata, waende kule wanaenda. Ndio uliona hata system ile tulikuwa tunapatia wazee chakula nao tulichange. Lazima tukuelewe kama unakuja saa ngapi. Kwa maana kuna wazee wengine unakuta alikuwa anakuja saa 7, hataki kuja kusikiliza mafundisho, anakuja saa 7, okay, achukue uga aende. Sasa tukaona si mtu anachukua wajiga tukaza venye mtu anaingia asubuhi anapatiwa uga yake, anaenda nakaa nayo chini. Sasa wale wakukuja saa 7 story ikakufa. Wakakuta mlango imefungwa. Najua mnadiriki na mtu alikuwa former criminal. I am a former criminal. Nimepitia. Alafu nikaenda shule nikasomea mambo ya criminology. I am a private investigator by profession. Ni mtu amesoma. I have 3 degrees. Nimefanya science of addictions. I have a degree on science of addiction. I have a degree on wewe acha nikunionanga kama mimi ni nyeje. Ni venye sikutaka kutumia hizo zote, natumia hii sasa. Hii ni natural, hii mahubiri. Si ideology, ni natural. Na natural ina mapato kuliko hii ingine ya makaratasi. Yes. I will never tamaki. Sita tamaki. Mdomo tu yangu nikiachilia mdomo, watu wanaokoka na Mungu ananiambia nimekubariki. Bwana asifiwe sana. Therefore, thank you. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya huyu mtoto. Ninamfunika na damu ya Yesu Kristo. Kwa mapitio atakao kuwa akiyapitia, Baba ukamshike mkono. Kusije kutokea jambo limtakalo tamfuata kutokana na kule alikuwa, mambo aliyoyafanya ama maneno aliyojikuta ndani yake. Yasije yakamfuata wala yeye wala kizazi chake. Na kutoka leo asilale tena chini, na maisha yake yakabadilike na akakuwe mtu ambaye atafaulu katika malengo mbalimbali. Umfanikishe katika vipaji vyake na umfanikishe katika njia zake. Mikono hii ikabarikiwe, miguu yake mahali itakanyaga ikapate nafuu, na chochote atakachokuwa kikifanya jina lako litukuzwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo nasema
Amen. May God bless you. Thank you. So nipigie makofi. Acha kwingine wakikuja ile story ulipatiana hapa. Kama ni pastor mwingine angehepa tu. Akiona wakako kuingia kanisa. Hako kamama, sikataagusha kanisa, lakini I loved you because wakati mimi niliokoka, si mapasta wengi waliweza kunihandle. Wengine walitoroka. Mwingine kuna mahali walisikia ninaenda kanisa hiyo, yule mtu mwenye alinipeleka kapigiwa simu, akaambiwa msikuje na huyo mtu. Na ni pasta mkubwa. Aliona nitaenda kumharibia jina. So we will stand with these souls because this is our calling. Hatujaitiwa wale watu wazuri, maana bosi wetu Yesu Kristo ni wale watu wabaya, walevi, watu wachanga. By the way, how is going ya yule mtu wetu Rehab? Akwaje? Ukianza kuacha unapatangwa na hallucinations. Inatangwa withdrawal effects. Unashikwa na weda wasimu. Hata kanaweza kutoka huko kapiga duru kakitoroka. Kwa sababu madawa zinataka kuingia na mwili unaanza kutolewa. Inakuwa gumu sana sana hiyo. Hallucination atakuwa nayo for the next 5 months. Yeah. Haitoki haraka hivyo. Dawa haitoki haraka hivyo. Ulisa Joel. Atakwambia mpaka saa hii bangi inamsumbuanga kwa kichwa. Acha Joel. Huyu tubako sida kusumbuanga. ni ama ni hapa. Yeah. Sasa hiyo unasikianga kakitu hapa kamwedo hapa. Na aliwacha lakini bado kanamsumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulisa essence atakwambia shida ya hivi vitu venye inakaaga kwa mwili. Sasa hujaitumia, si ndio? Pombe tu. Na kuna wakati unasikianga ukipita karibu na wine and spirit, kuna kakitu unasikianga kana hata mimi kuna wakati nikiwa kule Russia ilibidi nipige tu glass tuwili, maana niko kwa nini kwa restaurant nikiamka asubuhi ninakuta breakfast wazungu lazima weke wine hapo. Sasa nimeletewa wine. Sasa ilipowekwa kwa meza nikakumbuka ile nilikuwa na meza. Nilipiga kamoja. Kabla hiyo siku yote nilipiga kamoja asubuhi, kingine asubuhi. Mimi sikuanguka. Ni nature ya huko iko hivyo. Sasa mtaniombea na tena baridi. Alafu unaweka kwa ile wine moto. Kwa sababu ukifungua tu mdomo hivi, ulimi inajikuja hivi. Sasa nikifanya namna gani? Nilianguka. Simu niombea basi toba. Ndio kazi ya miangalia kana magai aposto ameanguka. Ilikuwa wine si hard, si ile changa mbaya, ilikuwa wine. Sasa kuna mtu ako na hitaji. Nimwombe, nataka tumaliziane hapa. Sitaki kuona mtu kwa ofisi yangu. Nataka tumaliziane apart from that gentleman. Mtu wako na hitaji alete, mkuje hapa tumaliziane. Ikeni wakae chini. Ketini tu. Ni nini umeniletea? Ni mchaga. Kwani ulichimba shamba mzima? Nishika tu hivyo ni kumwagilia mafuta. Ilikuwa ya wapi? Ni Amokoroini? Okay. Wena sacrifice yako? No waruta? Okay. Kehigore. Kawahete tawarogie. Eko kana ndugakigwire andu na hau thiini wa ritwa ria Ithe ria Mwana na Roho Mutheru. Baba ni ndatherithia tĩri ũyũ, magongona o mothe metanĩtio na tĩri ũyũ marĩa mangĩkorwo makiumuma thutha, magongona mogo na ũragũri ma mbũgũ ona mĩano ĩrĩa ĩthikĩtwo na thakame yanaitegwo na mathigira manaitwo kũu thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, mothe nĩ ndamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndaunanga conversation ciothe na maũndũ mothe marĩa maririo, mĩgambo na mĩario yaririo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na thĩinĩ wa tĩri ũyũ yothe nĩ ndamiunanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Kuna mwingine? Niki. Yes.
Udhuru wako uliko tukamatwa iburete. Kwani umeificha aje? Si unipatie moja. Si hata mimi unipatie moja. Asalamu alaykum. Imekubalika. Haya mami kuja. Amka. Tumia mkono huu kuamka. Utumie. Tumia pande huu kuamka kabisa. Tumia kabisa. Amka. Jiforce tu kabisa. Amka. Yes, good. Ifanya hivi mkono wako. Rusha. Rusha tena. Hebu nigonge ngumi. Gonga ngumi vizuri. Hujagonga. Gonga vizuri. Ndio hiyo, imepona. Hebu fanya hivi mguu yako. Tembea. I am a soldier in the army. I am a soldier in the army. Stroke yede in the army. I am a soldier in the army of the Lord. Stroke imeenda. Hebu fanya. Na mikono mbili ipeleka kwa pamoja. Wenye nastahili kwenda. Hivyo. Hiyo. Ungeanza kufanya hivi. Umepona. Huyu. NYS anaenda wapi? Gilgil. Ushapata makaratasi? Mungu akubariki. You are approved in Jesus name. Na wewe wakulala. Naona kohoa sana. Mungu awabariki. Sasa sema. Leko. Sasa sawa. Na wewe? Nikolego. In the mighty name of Jesus Christ. Kubarika, pata kibali. Pata kibali. Pata kibali. In Jesus name. Mukira kioko na kiakai. Lazimo. In the mighty name of Jesus Christ. Yes. Ka, wati karade. Mode. We mwega. Uhiana ate. Ate? Uhiana ate. Niko poa. Uko poa. Kigogona kirauga ate. Andũ merire magaruke. Andũ merire. Magaruke. Maikete? Magaruke matigana mehia. Matigana mehia. We ni wiririte? Ndiririte. Wiririte ki? Mehia. Mehia. Wiriga kwirira ri mehia. No ririkana mehia uri weka magatuma ukona ni uhititie. Ndiririkana ndewe. No ririkana kundu wanathi magongona-ini ukahoerwo ni andu magakuoha itambaya magagwikira o
Ni wakuohire kiremba? Ni Pastor Sankare. Pastor Sankare. Ni wari na ni wohete ni weritwo ni roho waugire kana ni waugire woho kiremba? Ni roho waugire. Na kuma hindi o kioha kiremba. Akwirire woha kiremba niki? Nĩgetha njikare ũrĩa Ngai akwenda. Akwirire wohe gĩtune nĩkĩ handũ ha kĩa white? Kĩa white onakĩo nĩngĩohire. No itahotekie kwĩhakora no njohe. Ũkwenda wohe gĩtambaya kĩa white? Sawa sawa. Tondũ gĩkĩ nĩ gĩa kũhĩngĩcire. Sawa. Okay. Nĩ ũkagũra gĩtambaya ũke nakĩo tũmuohe? Nĩ mũko na fare ya gũka Sunday? No tũhote. Okay. Mũgoka Sunday tumurute gĩkĩ tumwĩkĩre tondũ kũrĩa arutĩirwo magongona ndarutĩirwo magongona mega. Nĩguo nĩgetha tumuohore tondũ nĩ ndungata ya Ngai. Tondũ mũthuri ũyũ rĩ nĩ arĩ ũgo thĩinĩ wake. Wanyita rĩu ũrĩa wamuohire rĩ amuongereire matũhũhũ handũ ha kũmũteithia aume. Tondũ mamũhenirie nĩ ekuma. No rĩu kĩrĩa mekire nĩ matũhũhũ mamwĩkĩrire. Rĩu nĩkĩo mũthuri ũyũ ndakoragwo harĩ ũndũ amenyaga. Wanyita tondũ mũkĩgu harĩ ũndũ amenyaga no matũhũhũ maya icokete akaigĩrĩrwo maya ma kĩremba na indo ingĩ rĩ cikagiria aume matũhũhũ-inĩ macio. Wanyita rĩu nĩ ngwenda aume tondũ nĩ anjĩtie kuma. Ithe ndona nĩ aranjia kwaria wega ti ũrĩa aragia tene. Nĩ aranjia nginya kũribaika. Taribaika hanini. Samarashika baratubo tubata kuosh. Ũguo nĩ kuga atĩa? Rabishing. Rotobosh. Rotobosh. Nĩ kuga atĩa rĩu? Hola. Hemaka. Kora mashakata. Nani? Sense. Si tutafsiria hiyo. Tutabiria hiyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba we niwe mũmbi wa igũrũ na thĩ. Niwe ũĩ gĩtũmi kĩa mũthuri ũyũ gũkorwo arĩ muoyo na gũkorwo ahiana ũguo. We baba niwe ũĩ maũndũ marĩa mekĩkire hitho-inĩ. Na kuma ũmũthĩ nĩ ndakũria maumbũke mamenyekane nĩgetha tũmũrute kũrĩa atonyirio. Matũhũhũ marĩa ekĩrĩirwo atuĩke wa gũtungata nyũmba-inĩ yaku. Tondũ ĩno nĩ ndungata yaku reke atungate. Reke baba rĩĩtwa rĩaku rĩambararĩke nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ kũhona. Mũthuri ũyũ kũmenyekana atĩ nĩ agarũrũka. Na andũ arĩa makamuona makauga atĩrĩrĩ kweli nĩ kũrĩ Ngai. Ngumo na ũgaciga gũcokerera. Na harĩa hothe ũrĩthiaga Ngai na harĩa arĩthiaga nĩ arĩonekana na makauga nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Reke rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo rĩambararĩke na rĩonekane rĩna hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndetie roho wa Ithe wa Mwana na Roho Mũtheru thĩinĩ wa mũthuri ũyũ. Harũrũkĩo nĩ roho wa Ngai. Yes, thank you. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Call. Bitimu. Back. Yashoka nomo. Tadiginyo hau. Mana yamenya. Nani agira? Yes. Oka. Okay, toko tengerete. Wow. Yes. Thank you. Nĩguo Ngai nĩ akũhonia. Yeah. Ũke tũtungate Ngai. Mũkandehera gĩtambaya kĩerũ tũkamuoha. Nĩtũkuonana baadaye. Yes mami. Na ũrenda kĩremba? Ndenda gũkũrotera. Robotosho. Wait. Wait nikuo tuko Katari. Haya, yosho. Yeah. Yes. 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 Jesus. Etia wira. Mweteria wira. Yes. Muhingurire. Mwekirire tiki. Yes. Weka tiki. Yes. Ndio hiyo. Fungua yeye. Fungua bwana yake.
hata yeye afunguke in Jesus name, na watoto wake na ndugu zake na familia yao katika jina la Yesu. Jesus. Yugo, funika yeye. Kazi imepatikana. Yes. Yes, mami. Uko date. Nikigera kugies. Ni ciana ciaku. Nikigera guthumbura meciria-ini. Wikaraga ku? Obama. Ni wira uriku urutaga? Ni wira uriku urutaga? Leuri, majani wendagia mabesa cigana? Kapi, yani niguo ndiakuria atiriri, stoko yaku irari ya mbeca cigana ya kururia? Riu wikaraga ha Obama Karoi-ini? Kiajiro. Uthiaga kanitha ku? Ukaga guku? Haiya, itakikuonaga. Nĩũnyonaga niĩ? Pastor wa kanitha nĩ etagwo atĩa? Akoragwo ku? Oh yeah. Rĩu rĩ, Roda, tathiĩ ũmenye gwake. Mwina dada ũrĩa. Mũmenye gwake na mũmenye nĩ atĩa tũngĩmũteithia. Nĩguo. Nĩwahona. Mũthiĩ nginya gwake. Nigetha mũmenye ũkarũgano, mũrehe karũgano gothe. Yes. Takinyanga kũgũrũ gũkũ njohorithie mũthuri waku. Eti mũthuri waku takinyanga kũgũrũ gwaku. Kinyanga kũgũrũ kũu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndamuhorithie kũrĩa mohetwo. Yeah. Yes, my brother. Ukwenda atĩa na ti mbara? Nderago ĩno ndĩkuagwo nĩ kĩrimũ. Double impartation of the prophetic office. That is what you need. You want to be a prophet or you want to be in the prophetic office? I'm already operating in it. It's just that there have been some battles that have been happening that have been preventing my role in the revival that's coming. Yes. What do you have to give us a sacrifice right now? Yes, right now. Kĩrĩa ũngĩheana kĩgongona-inĩ ũthogore ofisi ĩyo. Wacha kuniuliza maswali. Ni nini uko nayo? Wekelea kwa mkono yangu hapa. Ndio kukuja taburukia. Taburukia fugua. Unakuja kwa nini na ni mali yako? Hii ndio utajiri yako. Mtu afukujage. Hata mimi nina mimi nikikuja, nikuje ile kiradhimo ni kama nikuje. Leta. Simama hapo. Sahi. Sahi nikufanyie mama hapo sahi. Father, in the mighty name of Jesus Christ, you are the holy of the holiest. Wewe ndio unajua hatima zetu na baraka zako siwe kwetu. I bless this man. I bless this man in the mighty name of Jesus Christ. May your will be upon him in Jesus' name. Go serve God. Yeah. We mami nike? Uma nodo takinyaga kĩratũ kĩu. Guoko gwaku. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. In Jesus' name. Oh, yes. Nĩũguo. Mũrembo. Nĩũranjirie kũina? Jehova mwathani kuma Makĩambĩrĩria. Nĩwatiganĩria ndungata ciaku, yũmagĩkagĩra mũkari mũingĩ, ngumo na ũgociro gũcokerera, ngumo
Ona ugoshiro gushokerera Nea dugata shakusheimagara Utaboroketie moko iguru ryao Kumono ugoshiro gushokerera Qatar. We mami, unataka kwenda Qatar? Akufanya nini? Kazi gani? Security. Professional nun for the expatriate families. What about God? Is it about professional nani ama serving God? Huyu ni nani kwako? Na huyu ya mama. Na kwa sababu mnaenda kuuza shamba, mtauza shamba mkule na nani? Yeye peke yake. She's na wakumbuka. Sasa unataka kwenda uachie wanaume wakule pesa. Watakukumbuka? Sikufungi. Sifungi. Yes. I see God saying you serve him. Yeah. He never gave you kids. He never allowed you because you sneaked. Ulinyemelea ukaenda usiku. Ukaleta mtoto. Uwezi atupi, lazima tuwachunge. Lazima tuwachunge. So go and pray for 3 days fasting. 3 days. Mungu atakusukumusia. Joel Karora. Ojane, kotaranyona. Duli wanyona. Uonaga u. In the office. Private. Ndiramenya. Ndiramenya. Kiawa gekire hau thutha. Kiu kiawa. Nitokwaria. Okay. Sasa mami na wewe ni nini? Na hizi shuka ziende zipelekwe kwa mashini ziandikwe jina. Hapa kuna wakora. Maiya ginya mashuka. Maiya ginya isiko tu mashuka. Akaiya girathi ya maya kaharukiria na guko thutha-ini uguo. Wanaga mundu arathi tari mundu sina ne girathi ci muramuhinya. Hii dunia. Yesu mami unataka nini?
Jesus reigns. King of Zion, Lion of Judah reigns. Jesus reigns. Of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus reign. King of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus reign. King of Salem, Lion of Judah, reign. Jesus reign. King of Salem, Lion of Judah, reign. Jesus reign. King of Zion, Lion of Judah, reign. Kinyaga kuguru gwakwa riu na gakuku. Sema Yesu, sema Yesu, asante kwa kuniponya. Lala, in the name of Jesus. Yes, yes, you are healed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, receive your healing. Yes, lose the body, lose the spirit. Yeah. Okay. Ni amaradi. Okay. Jesus. Watu wa kanisa nasikia. Tunaenda wapi? Kwa kina Njeri. Ni wapi? Kanuga. Kakunuga wapi? Ni wangapi tunaenda? Simameni. Wale tunaenda ni waombe. Wale tunaenda huyo mama alipoteza mama yake. So we must stand with family. Baka amwedi nyinyi wengine? Anamweda. Okay. Amuko najua? Sasa mmejua? Iliandikwa watu wataenda leo. Na ukasemekana huyu ako kwa mtandao kweli? Hujaekwa ukuje nikuweke. Simu ongea muone wale wataenda tujue. Sahi. Organize it. Ndio tuende sahi haraka tukimbie. Yes. Father, we thank you and we give you glory and honor. Tunakuabudu tena kwa sababu ya ibada ya leo. Nashukuru maana umetutendea. Ninaomba msamaha wa dhambi yoyote ambayo ninaweza kuwa nimeifanya katika madhabahu, ama dhambi ambayo nimeifanya kupitia kwa mdomo yangu katika madhabahu haya. Ninakuomba tu kanisamehe. Na pia hawa waja wako wamekuja kwa sababu ya malengo mbalimbali. Wakumbuke, wasaidie, wabariki na wafanikishe. Wasaidie waweze kujua zaidi na kupenda zaidi. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. and now may the grace Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. again may the The fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
is good. He has done me well. Oh, my soul.